Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ njera-inĩ nene ya Naivasha. Njera hinya wayo kuona ĩnengeretwo mũthuri ũyũ ĩikare nake mĩaka 30. Mũthuri ũyũ etagwo Philip Okedi na ĩtĩkia kanorege ũyũ atanoka njera arĩ mwarimũ. Mimi nilikuwa mwalimu na nilitrainia Nyanchwa Teachers College na tena nilifika form 6 na kabla ya hiyo nilikuwa secondary teacher teaching physics na hesabu, lakini sasa nilikuwa untrained. Lakini baada ya kutrain nikapostiwa kwenda my first school ilikuwa Mount Elgon Primary School. Alafu kutoka hapo kuwa upgraded to deputy head teacher, nikaenda Chemichemi Primary School kama deputy head teacher. Tena baada ya hiyo nikakuwa transferred kwa lastly Machewa Primary School kama deputy head teacher. Mimi vile niliona mimi ni mtu hatari sana kwa kufunza hesabu. Sasa nikaona wacha niende ni train kama mwalimu. Sasa vile nilitrain nikafunza hiyo mashule nilifunza Mount Elgon Primary School, nikapitisha watoto wakapita sana kwa hesabu. Hiyo wakati wakapata nilipata kama 5. Sasa baada ya hiyo wakaona ya kwamba huyu mtu huyu mwalimu anafanya kazi kwa bidii. Trans Nzoia Education Center District Education Director akasema huyo mwalimu awe promoted kuwa deputy headmaster. Sasa nikawa promoted kuwa deputy headmaster. Wakasema ya kwamba hiyo shule ile nilikuwa promoted nayo sio lazima nifunze hapo, nipelekwe kwa shule nyingine tena. Nikapelekwa Chemichemi Primary School. Mwarimu arokire gucemania na arutwo ake njera. Ni aibu sana na kwa sababu hata hapa pia nimekutana na wanafunzi wenye wanifunza wakiniita mwalimu, kumbe wewe naye huko. Nikasema shida ama makosa haipati mti, makosa inapata binadamu, na makosa ikipatikana huwezi kunini, kwa sababu mimi hata nilijaribu sana kwa apili zangu ati nijitoe, lakini haikuwezekana. Tutanambia rugano rwaku na njĩra ndikiru, twire uhoro wa muciĩ waku. Familia, mimi nimeoa bibi ya kwanza ni madam, pia anafunza Mfutu Primary School. Ikawa baadaye nikapata mwanamke wa pili ambaye alikuwa amezaa nyumbani, nikaoa huyo tena. Sasa nilikuwa na move naye kwa sababu huyo anafunza Mfutu Primary School huko Kiminini, na pale huko juu Saboti ninafunza Chemichemi. Sasa nikaenda na bibi wa pili. Sasa mimi vile niko hivi, niko na wanawake wawili, mwanamke wa kwanza watoto 4, wa pili ako pia na watoto 3 sasa. Na saa hiyo mwanamke wa pili ndio ako kwa shida sana, kwa sababu hata watoto yake hawasomi vizuri. Kuoa bibi wa pili kwa ukweli huwezi jua. Vile unafanya tu uhusiano, unaanza kufanya tu kusalamiana kwa njia, basi kusalamiana kwa njia, mwanamke anakupenda na anakuja kwako. Kukuja kwako basi nilipompea sasa mimba ya pili, wazazi wa huyo msichana wakasema ya kwamba kwa sababu umepata mimba mara ya pili kwa boma, mtoto ya kwanza ni ya mtu mwingine, na huyu wa pili sasa hatuwezi kuwacha mpaka uende kwake. Nikajikuta nimeoa bibi ya pili. Uyo aranjira ni giconoko enakio mwarimu akiguika njera, no riu egwika atia? Sasa niko huku na nikajikubali ya kwamba nilifanya makosa, na ukijikubali hakuna uwezi tena tukusema tunapata aibu. Aibu sasa siku hizi nilitupa mbali. Nimekutana na wenzangu wanasema makosa ni ikikupata hakuna tena aibu, wewe kaa tu vile na usiwe na stress.
na mimi najua 2035 mimi nitarudi nyumbani ama nitafanya tena application nyingine ya decongestion program ikikuja, basi niende nifanye malilio kotini, kwa sababu najua siwezi kurudia tena makosa kama haya. Thabarĩ ya njera mwarimũ wa mathabu yambĩrĩirie ha? Mimi tangu nifunze primary school sikukuwa na hii mambo lakini kwa sababu ya kukuwa hatari kwa hesabu, basi wazazi wa area wakaona ya kwamba huyu ni mwalimu hatari sana na hatari kwa hesabu, basi wakaniletea huyu mtoto 2013. Mimi nilikuwa namfunza hesabu. Sasa mtoto akanizoea. Alikuwa ni mtoto wa miaka 13, 14 hivi, lakini kwa sababu ya kesi wanapunguza, wazazi huwa wanapunguza, kwa kusema ukweli wanapunguza miaka mpaka inafika miaka 8. Sasa huyu mtoto nilifunza hesabu, basi siku moja vile ninafunza hesabu, mtoto akaniambia mimi mama alienda. Mimi nikaambia hapana, kwa nini hata kama mama alienda, wewe wacha nikupatia assignment wewe. Lakini mwalimu si mama hayuko. Sasa nikaona mtoto akanisoma kwa akili sana mpaka nilipoona hivyo, basi nikajikuta nikaona mtoto ni kama anataka mambo hii ya kiuzazi. Basi nikakuta ya kwamba niko kwa hiyo mambo, basi ndio nikajikuta hapa na nina regret. Thiĩte njera ndanacemania na arimũ mena macira ta maya, ũguo nĩ wega kwĩmenyerera arutani. Wewe kama ni mwalimu, kwa ukweli majaribu yako inaweza, unajua mwanamke ama mtoto ama msichana akikutaka haikuingi rahisi kujitoa, hasa ukijua kweli mtoto huyu anataka wewe, especially mambo ya wasichana. Kutaka wewe huwa ana smile, akismailia wewe na uone anakujaribu kusoma akili, basi wewe unaona sasa akili ukishasomwa na mtoto mwenyewe amestaka, kama huyu wangu alisema mama yuko na kwa nini usinifanye hivi. Sasa mimi nikapata mwili yangu imesisimuka. Sasa nikaona kweli hakuna namna na nikajikuta kwa hiyo mambo. Sasa caution kwa walimu, tuwe hata mwanamke anaweza kukutaka, na kutaka wewe mwanamke akikutaka kujitoa kwa hiyo hali si rahisi. Sisi wanaume tunatakanga wanawake, lakini sasa mwanamke akikutaka ama msichana akikutaka ni ngumu sana wewe kujitoa, kwa sababu unaona msichana huyu kifua yake iko sharp, na sasa wewe unaona tamaa, basi na unajiangusha pale. Sasa caution kwa wenye wameajiriwa, kwa sababu hata mimi nilikuwa nimeajiriwa. Vile nilifanya tu hivyo, kufika kotini kazi iliisha, na mpaka sasa mimi kazi hakuna. Boma ilirudi kukua masikini kabisa, na hata mimi sasa huwa nategemea ati bibi yangu anitumie pesa, na hatumi. Bibi naye ameoleka, ingawaje ni madam, lakini mtoto wangu wa kwanza mwenye tulisana na yeye ako university na hajamaliza, ndio alifanya alireceipt university mwaka hii ndio atamaliza, lakini taabu imeingia kwa boma, na ni kwa sababu ya enjoyment ya hata sekunde, sio hata madakika, ni maseconds tu, na umasikini na kushika. No rĩrĩ wahĩngĩcĩkire ũguo nĩkĩ mwarimũ? Vile nimesema hapo awali, majaribu yanakuja. Mimi hata sikukuwa na hiyo mpango ya kulala na huyu mtoto, lakini mtoto vile nilikuwa nafika tu kwa boma hivi, anauliza mimi, mwalimu, unajua mama hayuko? Mimi nikasema na amekuachia pesa zangu ile hata utanilipa. Ati ndio hizi, na hakuna shida, wacha nikufunze na nikuachia assignment. Lakini mtoto akasisitiza
ya kwamba mwalimu, na unajua mama hakuna. Sasa si wewe si unasemanga wewe unanipenda, sasa mbona usifanye hivi? Mimi nikasema huwa nakupraise hivyo kwa sababu ndio ufanye hesabu vizuri, kwa sababu lazima nikupraise. Hata wacha wewe mwalimu, wewe fanya hii mambo. Sasa na hakukuwa mwanafunzi wangu kwa darasa, lakini ni kucoach. Alikuwa tu mwanafunzi wa shule nyingine. Wokire kunyitwo atia? Mtoto alienda kwa shule na akaambia wenzake ati kumbe mimi naye ni mkubwa. Ati unaona huyo mwalimu nimelala na yeye na hata hakuna sikusikia uchungu nini, na mimi kumbe ni mtu mkubwa. Na sasa vile wenzake walisikia hivyo, na kuna dada yake pia alikuwa kwa hiyo shule, akaenda akaambia mama yake, mama, ati kumbe Dibora alilala na mwalimu. Anaambia wengine ati nilala na yeye na hata hakuna uchungu, ati kumbe yeye naye amekuwa mkubwa. Sasa hivyo ndio maneno yalijulikana, na mama yake akaenda kwa polisi, akapata P3. Mimi nikaona ninaitwa kwa police station kujibu maswali ile nahitajika kwa hii mtoto. Kuona njera no kuri mathomo ta nja wa njera ni uthomithagia? Hapa jela tena nilikuwa sasa 20 vile nilikuwa hapa Naivasha 2016 wakasema ya kwamba wenye wamesoma, kama umesoma unaweza kuandikishwa kukuwa lawyer. Sasa mimi vile niko hivi, hii ni mwaka wangu wa 4 Strathmore University. Nimejifunza law, criminal law, contract law, masheria hizo zote, human right, everything. Sasa mpaka ADR, mpaka gender and law. Sasa nimejifunza, mimi ni mtu wa university na nitagraduate this year. Hata saa hii vile tumekuwa hapa hivi, kuna wametupiga mapicha ya graduation, tunafanya November 26th na committee maximum tutafanyia huko graduation. Na mimi niliona ya kwamba pengine Mungu vile alinitoa kwa hiyo, lakini sasa mimi sasa ni lawyer na nimespecialize hasa kwa defilement cases and incest cases na hata mambo ya criminal law. Arauga njera no kuharagania muturire wa mundu ta mwarimu. Mimi nilikuja jela 2013 huko Kitale prison. Alafu baada ya hiyo wakafanyia mimi kesi ya high court ya kuthibitisha ya kwamba nimefanya makosa. That is law court judgment ikasema ya kwamba umefungwa miaka life, kwa sababu mtoto walisema ni miaka 8. Nikafungwa life, waka 2015 nikaletwa Naivasha hapa, na tangu 2015 nikafanyia kesi kwa Skype ya high court. Wakasema size, hiyo life ni size. Tena nika appeal court of appeal 2017. 2023 nikaitwa Kenya court of appeal. 2024 nikafanywa judgment, wakasema umefungwa 30 years. Kutoka life wakarudisha mpaka 30 years. Wakitoa remission, wakifanya remission 20 na uondoa 13 years ile nimekaa, ikabaki 14 years nimekaa, ondoa tangu 2024 ikabaki 10 years. Sasa saa hii ninabakiza 10 years. Wewe kama ni mwalimu, kwa ukweli majaribu yako inaweza, unajua mwanamke ama mtoto msichana akikutaka haikuingi rahisi kujitoa.
hasa ukijua kweli mtoto huyu anataka wewe, especially mambo ya wasichana kutaka wewe, huwa anafanya ana smile. Akismailia wewe na uone anakujaribu kusoma akili, basi wewe unaona sasa akili ukishasomwa na mtoto mwenyewe amestaka. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha, rũgano rwa mwarimũ.